Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu nyote wana na mabinti wa Yesu wa Nazareth. Nimekuja leo na habari njema. Nataka leo tuzungumzie kuhusu ndoa. Je, umejiuliza kweli mbona ndoa za kizazi hiki au ndoa za siku hizi hazidumu? Upendo umepoa kabisa ukilinganisha na ndoa ambazo zilikuwa za wazazi wetu na mababu zetu. Andiko kuu latoka katika kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 18. Maandiko yanasema ya kwamba na chemichemi zako zibarikiwe, nawe ufurahie mke wa ujana wako. Kitu ambacho wanandoa wengi hawajui, mke sio kipenzi chako tu, bali mke wako ni rafiki wako wa karibu sana. Ndiposa kuleta furaha, amani na upendo katika ndoa. Cheka na mke wako, msaidie kazi ndogo ndogo, mnunulie vitu vidogo vidogo, alafu chunguza kitu anachokipenda, mfanyie kwa mara nyingi zaidi. Kwa kufanya hivyo utaleta upendo katika ndoa, utaleta furaha, amani na ushirikiano. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 22 kwamba apataye mke apata kitu chema. Kwa hivyo mke ni kitu chema, tunza mke, ishi naye vizuri. Lakini swali langu ni moja, nalo ni kwamba mbona upendo umepoa kwa wanandoa, sio kama mwanzo walivyokuwa wakichumbiana? Kuna sababu 6 ambazo zimeleta upendo au umesababisha upendo kupoa katika wanandoa. Sababu ya kwanza, level ya kielimu. Kipindi mnachumbiana mume na mke, hamko mnafahamiana level zenu au hata zenyu za level za elimu zikoje. Lakini mlipoletana chumbani kuishi pamoja, hapo mkaanza kuelezana siri zenu zote za ndani. Mume au mke akamwambia mwenzake, mimi nilisoma hadi college ama university, na mwenzake akasema nilifaulu kusoma kidato cha 8 au darasa ya 8. Hapo vita iliingia kwenye ndoa. Aliyefika college au university akajiona yeye ni bora kuliko mwenzake. Hapo vita ikaanza kwenye ndoa. Upendo wa kwanza ukapoa, na ugomvi na kujiona na kujipiga kifua ikakaribisha ugomvi kwenye ndoa. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imesababisha ndoa za siku hizi kuvunjika, hazidumu kabisa. Bila shaka, sababu nyingine ambayo imesababisha ndoa kuvunjika ni kiwango cha mshahara. Kipindi mume na mke wanachumbiana, hawakuwa wanajua, hakuna aliyekuwa anajua kwamba mwenzake analipwa kiwango kipi katika kazi ya uajiri ambayo ameajiriwa. Lakini mlipoletana chumbani kuishi pamoja, mlianza kutoboleana siri zenu zote. Mume au mke akamwambia mwenzake, napata pengine 30,000 kwa mwezi au 20,000, mwingine anapata 10,000 au 15,000. Aliye juu ya mwenzake ambaye anapata mshahara mkubwa akaanza kujiona kwamba kumbe namzidi kimshahara, namzidi kielimu. Hapo ugomvi ukaingia kwenye ndoa. Upendo wa kwanza ambao mlikutana wakati mnachumbiana ukapoa kabisa. Hiyo ni sababu ya pili ambayo imechangia ndoa kuvunjika au upendo wa ndoa kupoa dhidi ya wanandoa. Na sababu ya tatu ni groups kwa lugha ya Kiingereza au marafiki feki. Marafiki mara nyingi wameleta kutenganisha na kubomoa ndoa za watu. Wakati mume na mke wamegombana chumbani, kisha mume au mke anaenda kule nje kuambia marafiki wake kwamba nimegombana na mke wangu au nimegombana na mume wangu. Kunao baadhi ya marafiki watakao kukupa ushauri kwamba nenda ongea naye vizuri, kaeni chini, suluhishe na vitu vidogo mzungumza na vikaisha. Lakini kunao baadhi ya marafiki ambao watakupa ushauri kwamba mke anakusumbua, nenda kampige, kamfukuze, ukalete mke mwingine. Au kama ni mke anasema kwamba mume anakusumbua, nenda kamuitishe talaka, mwachane, ukarudi kwenu. Waume ni wengi kutoleka tu. Hao ni baadhi ya marafiki ambao ni feki, wanakupa ushauri feki. Kwa hivyo ushauri wa marafiki pia na umechangia kiwango kikubwa sana uvunjikaji wa ndoa za kizazi hiki cha Gen Z. Sababu ya 4 ni kwamba watoto. Kipindi wapenzi wanapochumbiana,
Kuna wengine hawapendi mwenzake kutoka kwa moyo wa ndani, wanapenda pengine kisura, pengine mwanaume anampendea mwanamke jinsi alivyo, pengine ana sura nzuri, ana muonekano mzuri, ana figa nzuri, hivyo wanapendana kiinje tu. Ana tamanio lake kwamba akilini mwake anasema kwamba nikipata mbegu kutoka kwa mwanamke huyo au kutoka kwa mwanaume huyo, mtoto wangu atakuwa salama. Kwa hivyo kipindi tu wanapata mtoto wanaitishana talaka, wanaachana. Hawakupendana kwa maana walikuwa na nia kuishi pamoja mpaka kufa. Walikuwa na nia ya kuishi pamoja ili wapate watoto, wapate mbegu, kisha waacha. Pia watoto nao wamechangia kiwango kikubwa. Na sababu ya 5 ni simu za mkononi. Kipindi mume na mke wanachukiana, waliachiana simu zao. Mke alimwachia mume simu yake, mume naye alimwachia mke siku zingine simu zake. Lakini punde tu walipoingizana chumbani wakaoana, hapo ndio vita ilianzia katika ndoa. Unapata mume ameweka katika simu yake password, mke naye ameweka katika simu yake, kwenye simu yake password. Kwa hivyo mume akaanza kumshuku mke kwamba mbona ameweka password, ina maana kuna mtu mahali ana mawasiliano naye. Mke naye anamshuku mume kwamba kwa maana ameweka kwenye simu kafuli au password, ina maana kuna mtu na mawasiliano naye. Kwa hivyo simu za mkononi zimeleta migogoro na utengano katika ndoa. Sababu ya mwisho ambayo ni ya 6 ni ukosefu wa mafunzo kutoka kwa wazazi. Kipindi cha nyuma, kipindi cha wazazi wetu na mama zetu, kabla ya wanandoa kuoana, walitana kwa mafunzo. Kama ni mume, alifunzwa na wazee wa kiume kwamba ukienda katika ndoa, tunza mke, usimpige, fanya hivi na hivi, akikosa muelekeze katika njia hizi. Pia sawasawa, kama ni mke, alifunzwa na wazee wa jinsia ya kike kwamba ukienda kwenye ndoa, heshimu mume wako, mpe heshima, fanya hiki na hiki. Lakini katika ndoa za sasa, wanandoa wanapatana kwenye online, kwenye mitandao, wanaoana pasipo mafunzo ya wazazi. Wanapatana kimwili kabla ya ndoa. Wengine unafunga ndoa hata bila kuhusisha Mungu. Hawafanyi ndoa kanisani, wanafanyia ndoa kule mitaani, nyumbani, kisha swala la ndoa linaisha. Hivi ni vitu ambavyo vimechangia kuvunjika kwa ndoa. Na ili ndoa istawi, tuache kuweka simu password kwenye simu au kafuli. Tuache kulinganisha mishahara yetu. Tuache kujilinganisha katika hali za kielimu. Maana hivi vitu ndio vinachangia watoto wawe chanzo cha kuleta furaha na upendo na amani katika familia, bali kisiwe ndicho chanzo cha kuleta utengano katika familia. Maana maandiko yanasema, wacheni watoto wadogo waache kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ina maana kwamba wazazi, watoto sio wetu, bali Mungu ametupa kama walezi wao. Kwa hivyo vitu ndio vinachangia uvunjikaji wa ndoa nyingi za siku hizi. Katika kizazi hiki cha Gen Z hakuna ndoa kabisa. Wote wanadanganyana. Kwanza, ndoa ambazo ni hatari ni ndoa za kupatana online, mitandaoni, alafu mnaoana. Kuna kushirikisha Mungu. Ndoa isiyoshirikishwa na Mungu, ndoa ambayo haijashirikishwa Mungu, haidumu kamwe. Ndoa ambayo haina mwongozo wa Roho Mtakatifu haitadumu kamwe. Lakini ndoa zilizojengwa katika msingi wa Mungu inadumu kamwe. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 kwamba na mmejengwa katika misingi ya mitume na manabii, Yesu mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo ndoa lazima zihusishwe Mungu. Ndoa ambayo imewekewa mkono na upako wa Mungu itadumu milele. Wanandoa wataishi pamoja mpaka kifo kuwatenganisha. Hayo ndiyo mafunzo ya ndoa. Shika hayo ndugu yangu, dada yangu, unaonitazama na wote walio karibu yangu na wote walionizunguka. Yatakusaidia siku moja, yatafanya ndoa yako ipone ipate kukua kweli. Nakutakia amani katika ndoa, furaha, upendo na taadhima ya Mwenyezi Mungu. Mkono wa rehema wa Mwenyezi Mungu kukuelekea siku zote na kutakia siku njema. Ubarikiwe sana katika ndoa. Ndoa yako idumu, upate amani, upendo na furaha. Amin.